nilipataga ajali, ilikuwa 2020. Nilikuwa natoka nyumbani naelekea kwenye biashara. Nilipofika mjini Paruwasa pale ndo nikapatia pale ajali ya bodaboda, nguo iliingia kwenye bodaboda. Siku zilivyoenda kama wiki 2, nikajikuta tu napooza viungo. Ndo mpaka sasa nimeshahangaika na hospitalini, lakini bado nikakata tamaa. Hivi nipo naomba msaada wa kwenda mtu kama anisaidie niende tena kufanya vipimo. Nimekaa sana nyumbani, nimeishiwa hela, yaani hakuna tena msaada. Nipo tu. Lakini watu wangependa kufahamu, baada ya kupata ajali ulienda labda hospitali siku hiyo hiyo au ilikuwa kwaje? Hamna, nilienda tu pharmacy nikachukua uso nikajifuta tu goti, basi nikaondoka nikaendelea na biashara zangu. Kwa maana siku hiyo haukuumia kama kutoka vidonda labda kuvunjika? Hamna. Siku zilivyozidi kwenda ndo hali ikawa inaniliwa mpaka sasa hivi nikapooza. Na ulivyoenda hospitali labda, na ulienda hospitali gani na walikuambia nini? Nilienda Muhimbili nikafanya vipimo, wakasema kwamba ni dalili ya stroke, lakini kwenye MRI haikuonyesha kama nimeumia wapi, lakini bado unapata maumivu mgongo kwa sababu nimekaa sana nyumbani na sikuenda tena hospitali tangia kipindi hicho, kwa sababu nimeishiwa pesa. Na labda ulikuwa unafanya shughuli gani sasa? Nilikuwa nauza mchele, maharage, nasafiri naenda Mbeya huko, nachukua biashara nakuja nauza. Na kwa sasa labda biashara hii? Hamna, nipo tu. Nilifungua kaduka, nilikuwa nauza mabarafu, lakini kwa hali yangu nimeshindwa kwa sababu naumwa maumivu makali. Kwa hiyo kwa yeyote atakayeguswa labda anaweza kuwasiliana na wewe kwa namba ipi? Na atakayeguswa namba yangu 0693201509. Jina? Faustini Makinga. Nipo mwenyewe na mama, tutapata hicho tutakuwa. Kuomba namaanisha kwamba unaomba kwa mtu, leo na shida hela, nataka niende hospitali hivyo. Na hivyo kwa marafiki, basi ndugu. Nimekutana na dadangu hapa Aisha hapa, alinipigia simu ya kutaka usafiri. Baada ya kunipigia simu kutaka usafiri, nikaja kwa kuona ile hali aliyokuwa nayo. Kwanza alinishtua kwamba wakubeba, kwa sababu sasa nauma kufika kumbe wakubeba. Kwa hiyo nikambeba kumpandisha kwenye bajaji. Nikamhoji kwa sababu mimi binadamu huwa na huruma, nikamhoji kwamba ulikutwa na nini. Akanielezea kidogo. Kwa hivyo nielezea kidogo, nikaona kweli hujafa hujaumbika. Ndipo hapo nikapata huruma. Kuanzia hapo nikaanza kuwa namsaidia kwa usafiri kama hivi, akihitaji bwana anahitaji kwenda mjini, nahitaji kwenda pale hospitali kuchoma sindano au kuna hivi na hivi. Kwa hiyo nakuja, unakubali kwamba sasa utafanyaje, kwa sababu ndio binadamu mwenzako. Sina undugu naye, lakini ni mshikaji wangu ambaye tutakutana kibiashara. Yaani mimi dereva akiwa yeye kama abiria. Kwa hiyo niliguswa kupitia kama abiria wangu, kwa sababu ndio wanavyosema Waswahili kwamba hujafa hujaumbika.